Takia rehema na amani kiongozi Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, bado tunaendelea na kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alivyoeleza kuwa ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijara, enyi mlioamini ni kujulisheni hii biashara ambayo tunjikum min adhabin alimu, ambayo itaokoeni nyinyi na adhabu ile ambayo ilikuwa chungu. Akasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, jambo la kwanza kabisa, tu'minuna billahi wa rasul, mumwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamuna, lakini pia mfanye juhudi katika dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa mali zenu na kwa nafsi zenu, kama ingelikuwa mnajua basi ni vizuri mfanye hivyo. Kwa ndugu zangu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameeleza hayo, na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akalazimishwa na Allah subhanahu wa ta'ala akiambiwa kul hadhihi sabili, sema we Muhammad kwamba hiyo ndio njia yako. Njia gani? Ad'u ila Allah ala basila, kuwalingania watu waende katika njia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ala basila, kwa ujuzi ulikokuwa juu. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, ana wa man tabi'ani, mimi na wale wananifuata tutafanya kazi hii ya kuwaita watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ndugu zangu, bado tunaendelea na shughuli ya kufanya mihadhara, japo kiuchache ndio imekuwa sasa hivi watu umma hujafahamu kwamba hii kazi ni kazi ya binadamu wote ambao ni Waislamu, wajiita Waislamu, ni kazi yao pia wao waweze kufanya hii jukumu ya kulingania watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa imekuwa ni ukafilika, aidha wengine kujisahau. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alielezea pia kwamba katika umma wangu watakuja kutokea watu watakuwa na kila kitu katika maisha yao, manake kila kitu. Akasema yudhira haba min ad-dunya wa huwa yuqimu ala ma'asihi, atampa mitihani mizito Allah subhanahu wa ta'ala mtu ambaye atakayemminiwa Mungu akitaka dunia, lakini yale mambo ambayo anamminiwa pesa, anafanya mipango inaenda, lakini pesa zake haziwezi kutumika katika njia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wengi leo wana magari, lakini magari haya hawezi kumchukua muhadhiri wampeleke sehemu ita kalingania dini, au apakie maspika muhadhiri akalingania dini, hawezi kufanya jambo hilo. Lakini pia wengi leo kuna neema mbalimbali, neema ya vyeo fulani ambavyo wanaweza kusupport wahadhiri kupata vibali kwa haraka, lakini pia wao pia waone thamani hiyo. Ndio Allah akasema kupitia Mtume sana kwamba hawa watu Mwenyezi Mungu atawapa magonjwa makali, magonjwa ambayo hayatibiki. Leo kuna watu wangapi wana vyakula lakini wana utumbo wa plastiki? Watu wangapi ambao wana uwezo wa kula kila kitu lakini chakula chao ni cha kuchemsha, chakula chao ni kitu ambacho hakina mafuta, na wao ndio wana viwanda vya mafuta, jinsi wanavyonoga mafuta lakini hawali mafuta. Kozi Mtume sallallahu alieleza kwamba huko akhiru zama za mwisho huko itakuja kutokea watu watapata mali za kidunia lakini watasahau wajibu wao wa kuipambania dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, sina maneno mengi, ni kwamba kuna kituo cha dua cha Sheikh Sharifu Rasuli. Usije ukafikiria akili nyingi, maana leo hii wahadhiri tukisimama sehemu tukachangisha pesa tayari matujengea sana bwana, kazi yao kujia pesa na kuondoka. Sasa watu wameamua wasichangie hizo pesa zenu. Sheikh Sharifu Rasuli mwenye makarama yanaonekana waziwazi. Fuatilia mtandaoni, andika YouTube Sheikh Sharifu Rasuli, utaona kazi zake. Sheikh Sharifu Rasuli katika kituo chake cha dua, tunawalikeni Waislamu wote ambao mnababaisha huko kwao au washiriki. Hapa hakuna shiriki, upigiwe la mri, uambiwe nyota yako ni ya blue, uambiwe kimvuli kipo kwenye mfuko wa suruali, sijui umesahau nyumbani kwako, alikuwa kupita kwenye jua kimvuli unakiona. Hayo mambo uambiwi. Hapo kama ruki utasomewa ya sheria, na hapa masomo yake anaenda katika makarama. Sheikh Sharifu mwenye ulimi wa maajabu, kama hujawahi kumsikia utamsikia katika video vinavyokuja, na hapo nitamweka kidogo kwa uchache ili uweze kumsikia na uweze kumfahamu Sheikh Sharifu Rasuli. Na kituo hiko cha dua kwa sasa hivi kiko Mangaka mjini. Ukifika Mangaka mjini, namba ya simu ni ambayo nahitaji hapo. Fika hapa katika kituo cha dua. Ukifika hapa ukichangia hiyo pesa itatumika katika kufanya mihadhara ya dini. Hiyo pesa hiyo kichango hapa itatumika sisi wahadhiri na yeye Sheikh Sharifu Rasuli na mimi kuchukua hiyo pesa kupita kufanya mihadhara ya dini. Maana yake utapata sababu mara mbili. Kwanza utaponywa matatizo yako yote yale ya kishetani ya kijini kwa makarama alikuwa nao Sharifu Rasuli, na kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala utaponywa. Jambo la pili, utapata faida kwa sababu itakuwa kama umetoa sadaka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu umechangia. Lakini pia kama uko mbali hauwezi kufika huku, kuna mafuta ya Sheikh Sharifu Rasuli, mafuta ambayo yanakizi vitu vingi, matatizo mengi. Hayo mafuta utatutafuta katika namba ambayo nitakwambia hapo. Ukitafuta utanunua mafuta, kununua kwake itakuwa umechangia dini ya Mwenyezi Mungu iende mbele, na wewe pia umepata hisabati ambayo itakuwekea mambo yako safi katika biashara zako, katika mambo yako, mambo atakaa vizuri. Hivyo inshallah sina mengi ya kuongea. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah tujalie khairi na mwisho mwema inshallah.